Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu mtazamaji wa kipindi hichi chetu cha leo, tunakaribisha sana kwa shukrani za dhati kwa kuweza kuchukua nafasi na kuungana nasi. Ni matumaini yetu kwamba ubuheri wa afya popote pale ulipo na unatupata katika hali iliyo nzuri kabisa inshallah. Popote mlipo, msitusahau katika maombi yenu ili tuweze kuwa pamoja katika njia ya kuweza kuipata ridha yake Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ni siku nyingine tena, siku mpya tumeweza kukutana nayo kwenye ukumbi huu. Tuna furaha kubwa sana na tunakuomba kwa uwezo wako, kwa nafasi yako ulionao, uweze kuungana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki chetu leo hii, tukirudi kwenye meza kuweza kuangazia jambo ambalo kwamba ni muhimu kwetu sote kama wanadamu, kama viumbe Mwenyezi Mungu, kama waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini zaidi kama wafuasi wa dini tukufu ya Kiislamu. Na ni swala zima la kuweza kuifahamu au kumfahamu mwanadamu hasa ni nani, shakhsia ya mwanadamu. Mada iliyopo kwenye meza leo hii ni ifahamu au jinsi ya kujenga utu wako na shakhsia yako. Ni vipi tutaweza kuzijenga shakhsia zetu kuwa bora zaidi ya vile tulivyo kadri tunavyokumbana na changamoto za dunia hii. Mimi wako Hussein Marvino, na studioni kama kawaida, kama ilivyo ada na kawaida, amejiunga nasi Sheikh Ahmad Haj. Samah Sheikh, salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Maulana Sheikh, karibuni tena kwa mara nyingine tena Sheikh kwenye ukumbi huu. Shukran tena sana tena zaidi. Upo salama Sheikh? Tupo salama na kuona Sheikh. Alhamdulillah, na kuona pia. As'adallahu ayyamakum jami'an inshallah. Mabruk hani'an lakum kwa Idi tukufu ya mazazi ya Sayyida Fatima Ni siku kubwa kweli hizi masiku kwa kuzaliwa Bi Fatima Zahra. Naam. Na kweli mtu ambaye kwamba atakayemsoma Bi Fatima Zahra atakuwa mwenye kupata mengi especially madada zetu lao watakaporudi na kupata zile faida ambazo kwamba Bi Fatima Zahra amekuwa mwenye kuyasema, na yale maisha yote ambayo kama ameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusema kweli atafaidika sana. Pakubwa. Naam, mada leo nafikiri Sheikh tunaendeleza mazungumzo yale. Hapa tukianzia hapa kwa mazazi ya huyu mtukufu. Nafikiri yeye anakuja kuchukua kama ramz na kioo kwetu sisi sote. Ni kweli kabisa. Kwa madada zetu na pia sisi wengine kuweza kujifunza kutokana na maisha yake. Ni vipi sisi kama wafuasi wa Ahlul Bait, wafuasi wa hawa watu watukufu, tunaweza tukazijenga shakhsia zetu? Ni kweli kabisa. Asante. Naam. Kwanza kabisa kabla tujaingia katika mada ile yetu, tungependa kutabaruk na vile ulivyotangulia Maulana kusema na kuelezea kuhusiana na mazazi ya Bi Fatima Zahra. Ni kwamba lazima watu waelewe kwamba mtu anapoitwa Fatima, yani anapoitwa hilo jina, au mtu atakapoita mtoto wake hilo jina, hafai kumtandika. Yani kabisa hafai kumgusa hafai kumgusa. Hata awe mtundu kiasi gani. Kuna ile mpaka tu ya kumwadabisha na kunini na kumwelekeza, lakini kumpiga tunahusiwa tusifanye, tuheshimu kabisa. Mashaallah. Alafu kitu ambacho kwamba tungependa pia kuongea kuhusiana na Bi Fatima Zahra ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kwamba Fatima ni kipande changu mimi. Atakayeniudhi au atakayemuudhi atakuwa ameniudhi mimi. Yani kwa maanisha kwamba chochote ambacho kwamba mtu atafanya kwa Bi Fatima kumfurahisha, inamaanisha hapa atakuwa anafurahisha mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika njia hii tunaweza stafidi kwamba kalima au kilma ya mtume au maneno haya ya mtume ni kitu ambacho kwamba ni kuanzia wakati mtume aliposema mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo mtu akifanya chochote cha kumfurahisha Bi Fatima Zahra katikati hapa atakuwa amemfurahisha nani? Mtume wetu. Na tunajua atakayefurahisha mtume wetu atakuwa amemfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana hii itakuwa ni kwamba Bi Zahra alikuwa ni kipenzi cha Mtume Muhammad. Alikuwa anaonekana akimpenda sana. Alikuwa anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam sana. Pengine turudi katika riwaya, alafu sasa turudi katika mada yetu ya leo. Imepokewa katika vita vya Uhud, katika
ilipofika vita vya Uhud, nakumbuka wakati ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia Waislamu wasitoke kwenye majabali, juu ya majabali, wale ambao kwamba walikuwa wanachunga na wanalinda Waislamu wakati ambao kwamba wanapopigana. Akawaambia kivyovyote vile msio ni wenye kutoka wapi? Kule majabali, kule juu, ili kuwalinda Waislamu. Lakini baada ya vita, baada ya washirikina kushindwa, wale makafiri kushindwa, wakagururika na mali ambayo kwamba ilikuwa mbele yao, zile mangawera nini. Kwa hivyo wakashuka wakifurahia. Waliposhuka tu hivi, makafiri wakajua kwamba hama bwana tayari wamekuwa ni wenye kushuka. Wakawarudia, walitandikwa, ndio paka Mtume walipata kichapo na ndio paka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mwenye kudhurika na kujeruhika ninio meno na vitu kama hivyo. Anasema alikuwa na bleed, alikuwa na toa damu sana katika hivyo vita, aliumia kweli. Na yule ambaye kwamba alibaki naye ni Mama Ali. Sasa siku hiyo katika riwaya inasema kwamba aliyetoa sauti kwamba tayari ashauliwa Mtume ni nani? Ni Iblis. Alipitoa sauti ya hali ya juu sana kwamba Mtume tayari ameshauawa nini, kama kuonyesha furaha kama kuonyesha furaha. Sasa sauti yake ikafika kwa watu wa Madina. Miongoni mwa yule ambaye kwamba aliyeathirika na kusikia sasa, yani Madina watu walisikia sauti kwamba Mtume tayari ashauliwa nini. Bi Fatima Zahra alikuwa mwenye kuondoka na baada ya kusikia sauti, na alikuwa binti mdogo sana wakati huo. Kando na vile alivyokuwa hali yake na udogo wake, lakini akaenda paka sehemu ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika vita vya Uhud. Hapo ndo maana tunapata Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba Fatima ummu abiha, yani Fatima ni mama ya baba yake. Amemlinda kuanzia Bibi Khadija kufariki mpaka sema ambaye kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amechukua nafasi ya mama. Alichukua nafasi ya mama. Alichukua nafasi ya mama moja kwa moja. Sasa ndo Bi Fatima alifika katika uwanja wa vita, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana bleed, lakini sasa ikawa hawezi ile nini yake kumwaga damu, kuvuja damu, haiwezi kuwa nenye kusimama. Bi Fatima akachukua kitambara akamwekea, alipomwekea sasa ndo damu ikaanza kutulia. Hii inatuonesha kwamba vipi Bi Fatima Zahra alikuwa anacheza dauri yake kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini tukiendelea kuingia kwenye maudhui Sheikh, na swali kidogo. Haya mapenzi ya Mtume Muhammad kwa binti yake Bibi Zahra alayhi salam, ni nafikiri tuyaweke kwa mizani gani? Kwa sababu kuna kawaida ya maisha ya mwanadamu. Mzazi, baba kwa mfano, kwa binti yake yoyote yule, hatman anakuwa ni binti yake anakuwa ni aziza kwa baba yake. Anakuwa anapendwa sana na baba yake. Na ni mapenzi ya pande zote mbili. Binti humpenda baba yake sana na baba pia humpenda mama yake, na ni jambo limekuwa likizoeleka. Sasa tunapokuja kwa Mtume na Bibi Zahra, Bibi Fatima alayha salam, yalikuwa ni mapenzi tu baina ya baba na binti ama kulikuwa na sababu nyinginezo? Kwa mfano labda shakhsia yake Fatima, Bibi Zahra alayha salam kweli ilistahiki ni kweli kupata mapenzi yale ya bwana Mtume? Asante. Kitu cha kwanza ni kwamba Bibi Fatima wakati ambao kwamba tunaongea kuhusiana naye, yani tunaongea kuhusiana na malaika wa kibinadamu ambaye kwamba ni zawadi miongoni mwa zawadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumpatia mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo ni kwanza. Alafu ya pili, wakati tunapoongea kuhusiana na Bibi Fatima Zahra, tunaongea kuhusiana na nuru miongoni mwa nuru za duniani. Wakati tunapoongea kuhusiana na Bibi Fatima Zahra, ambaye kwamba atakayetaka atarudia hadithi ambazo kwamba ziko nyingi sana. Sasa ni upande mmoja. Alafu upande mwingine, katika maneno yake Mtume atakaposema ummu abiha, haya maneno sio ashwai, yani sio maneno
ambayo kwamba tu mtume ameyasema bora yaseme, na amempenda Bi Fatima bora kumpenda. Tunakumbuka maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi tamka tu kwa hawa yake, kwa matamanio yake, isipokuwa wakati ambao kwamba atakapotamka basi ni wahi ambao kwamba amefanya nini, amefunuliwa. Sasa mtume atakaposema Fatima ummu abiha, Fatima ni mama, tunajua daraja ya mama kwa mtoto ni nani. Naona, na hata tuseme kwamba sawa, hii lafzi ambayo kwamba imetumika hapa ni majazi kwa wale Waswahili ambao kwamba wanatuelewa. Sisi tunasema sawa, hata kama ni majazi, lakini kuna wakati mwingine hiyo maana ya majazi inatumika kwa hiyo makusudi ambayo kwamba imefanya nini, imekusudiwa. Sisi tunajua hakuna maana nyingine ya mama isipokuwa ni moja hiyo. Sasa kwa hivyo sio mama amechukua nafasi ya mama. Na nafikiri iliendelea pia kwenye tarikh. Ukija ukiangalia kwa mfano Imam Ali, ndio, kwa binti yake Zainab, naam, vile pia alimtaja jina Zainab ambalo linaleta sifa takriban kama hii ya Bibi Zahra, kukusudia kwamba ni pambo Zainu Abiha, ni pambo la nani? La baba yake. Yani bado nafasi yake kwa baba yake ni nafasi kubwa. Naam Sheikh. Alafu Maulana, tukiendelea tukiongeza kitu hapo ni kwamba haya majina ambayo kwamba ameita Bi Fatima Zahra ni jina miongoni mwa jina ambazo kwamba hazijakuwa kabla yake. Haya majina haijakuwa kabla yake, halijawahi tumika. Hili Fatima tunapata ni jina ambayo kwamba ni jina ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipatiwa moja kwa moja, ni wahi ambayo kwamba alipawa. Ni sawa na Imam Hassan, ni sawa na Imam Hussein. Pia haya majina ni majina ambayo kwamba ni jina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipawa wahi moja kwa moja kwamba waite watoto wako hivi, na kutoka kwao ndo majina yale yakaanza kutumika. Na hakuna mtu kabla ya hapo alikuwa akiitwa kwa jina hilo. Tusisahau wakati ambao kwamba tunasherehekea mazazi ya Bi Fatima Zahra, ni kwamba tunasherehekea mama ya masharifu wote duniani. Katika tukitaja masharifu, Waswahili wetu wanatuelewa maana yake nini. Yani masharifu ni wale ambao kwamba wanatokamana na kizazi cha Bi Fatima Zahra. Na wengine wanasema wasayid, wengine wanasema masharifu, ambao kwamba hao masharifu wametapakaa dunia nzima. Naam Sheikh Ahmed. Naam. Turudi kwenye mada yetu. Ndio. Jinsi ya kujenga shakhsia. Asante. Utu wa mwanadamu. Naam. Tukiendelea tulifika katika aya ambayo kwamba ilikuwa ni aya mwisho nakumbuka, na tukasema iko katika sura ya Al-Ahkaf aya ya 15 ambayo kwamba sasa ndo itakuwa ni sura aya ya mwisho. Alafu sasa tuanze tena kuingia katika uchambuzi mwingine pole. Ndo yule ambaye kwamba anatufuatilia atajua tunaelekea wapi. Suratul Kahf ama Al-Ahkaf? Suratul Ahqaf. Naam, Suratul Ahqaf. Asantum. Suratul Ahqaf aya ya 15. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Na tumemuhusia mwanadamu awatendee wema wazazi wake. Naam, yani hizi ni aya ambazo kwamba unakumbuka zile aya zingine ambazo kwamba tulizisoma ambayo kwamba iko katika suratul Luqman, alihusia hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sura zingine ambazo kwamba tulizozisoma. Sasa hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, na tumemuhusia mwanadamu awatendee wema akina nani? Wazazi wake wawili. Alafu anaendelea, hamalatu ummu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamlu wa fisalu, mpaka mwisho wa aya. Hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu anataka kutuonesha kwamba baada ya mimi basi ni nani? Ni wazazi wawili. Yani baada ya mimi ambaye kwamba mimi ni Mungu wenu, basi baada yangu mimi ni nani? Ni wazazi wawili. Kwa hivyo nyinyi ambao kwamba mmezaliwa na hao wazazi wawili, mwape nini? Mwape heshima yake au heshima zao. Maulana, tukiendelea ni kwamba
tungependa sana kurudi kwanza kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu tena turudi kwa maneno mengine, alafu tuendelee na uchambuzi wetu ambaye kwamba ni uchambuzi wa yani jenga utu wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba istainu, tushamaliza aya zote zile ambazo kwamba tulikuwa tumekusudia. Sasa tunaanza hadithi alafu tuingie katika uchambuzi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba istainu ala qada'il hawaiji bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Hii ni wale ambao kwamba wanaotufuatilia iwabainikie kwamba mtume wetu anatuelezea kwamba kuna wakati ambao kwamba Maulana huwa tunahitajia kufanya mambo kadhaa, tunahitajia kufanya yani kufikia lengo mbalimbali. Lakini katika hilo lengo mbalimbali utapata saizi vijana wetu ambao kwamba tunataka tufikie mwisho au tufikie katika lengo ambalo kwamba limekusudiwa. Unapata mtu hata kabla hajafikia sehemu au hajafikia lengo lile ashaanza kujitangaza kwamba nimefanya hivi, niko hivi, iko hivi, iko hivi. Yani tayari ashajiweka kwa nini kwa mitandao kwamba mimi niko hivi. Mathalan atake au aandike kazi fulani, kazi nzuri tu, utapata leo anajitangaza, mimi niko hivi na hivi na hivi, nimepata alhamdulillah, nimepata kazi nini na nini. Sasa utapata watu wana comment wapi? Pale chini. Unaona? Yani ana expose maisha yake. Anasema Mtume kwamba istainu ala qada'il hawaiji, yani tafuteni, Mtume anasema tafuteni msaada katika kutimiza haja zenu. Kwa nini? Kwa siri, bil kitman, kwa siri. Yani mambo yenu ambayo kwamba mnataka kufikia lengo ambalo kwamba lengo lolote ambalo kwamba mnataka kulifikia, kabla mfikie lengo lenu, basi jaribuni sana kuwa ni wenye kufumba midomo yenu. Yani si kila neema, si kila hatua ya maisha yako ambayo kwamba inakwenda vizuri unapaswa kuiexpose na kuitangaza kwa watu. Kuitangaza kwa watu. Kwa nini? Kwa ajili katika watu kuna wale ambao kwamba atakuhusudu. Katika watu kuna yule ambaye kwamba atahisi vibaya, kwa nini wewe peke yako? Unaona? Hata wakati mwingine sio makosa, lakini mtu aangalie sehemu ambayo kwamba atakuwa ni mwenye kuifanya. Mathalan mtu amruzuku mtoto siku ya leo. Alafu utaona kwamba baada tu amepata mtoto anaanza kupost picha yake, vitu kama hivyo nini na nini. Kuna watu ambao kwamba watamhusudu, kuna watu ambao kwamba watanini. Si kila mtu ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kufurahia. Kwa hivyo ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba fa inna kulla dhi ni'matin, hakika kila mwenye neema ni mahsudun, ni mwenye kuhusudiwa. Na ndio maana tunapata pia katika kauli ambayo kwamba kuna watu wanatoa nasaha, wanasema kwamba uktumani nas, yani zima kwa watu, yani ziba kwa watu, ficha kwa watu mambo mangapi? Mambo matatu. Wanatusia sana. Wanasema kwamba dhahabuk, ya kwanza ni kwamba dhahabak, ficha dhahabu yako. Yani hapa dhahabu maana yake ni ficha masuala yako ya kifedha. Yani wakati ambao kwamba inakuja kwa masuala ya kifedha, jaribu sana kufanya nini? Kuficha. Leo alhamdulillah umefaulu, umepata kitu fulani, jaribu sana kunyamazia. Usiambie watu. Jaribu sana kunyamazia, ili pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupangia mengi. Na baada ya kupangia mengi, wewe ukaanza kusema sijui kwa hivi na hivi na hivi, ukapata kuna hasidi katikati, akawa ni mwenye kuificha. Hiyo ni ya kwanza. Alafu ya pili, dhihabak, yani hatua yako ambayo kwamba kila siku unafanya nini? Unakuwa ni mwenye kuipangilia. Masuala yako ya kila siku ambayo kwamba unakuwa ni mwenye kuipangilia. Sio vizuri kuambia kila mtu. Ni vizuri sana, hata wakati mwingine Maulana utapata mtu anataka kusafiri, aende sehemu fulani, aende katika mji fulani, kabla atafike ashapost, mimi naenda mji fulani, mimi naenda sehemu fulani. Kabla safari haijaanza watu washajua. Watu washajua au bwana anaelekea wapi. Naam, anaelekea sehemu gani. Watu wengine hata wanazidisha zaidi. Pengine anaweza paka kama ni yake ni tikiti yake ya ndege, atapiga tikiti ya ndege aipost, watu wajue kwamba huyu bwana
anapanda ndege wakati ambao kwamba haifai kitu kama hicho. Alafu ya mwisho, usiambie watu nini fikra yako ambayo kwamba unafikiria ya usoni, yani fikra yoyote ambayo kwamba unaipangilia nini, usijaribu kuelezea watu. Sasa turudi katika mada. Katika mada, wakati ambao kwamba mwanzoni tulisema kwamba mwanadamu ni ijtimaiyun bitabi. Yani mwanadamu ni mtu ambaye kwamba ameumbwa katika maumbile ya kuishi na watu wengine. Leo tunataka tuangalie huyu mwanadamu atakapokuwa yuko katika society, atakapokuwa yuko katika jamii, ni masala yapi ambayo kwamba anafaa kuzingatia zaidi. Kwa ajili kuna wanasema kuna kitu ambacho kwamba inaitwa katika lugha ya Kiarabu inaitwa maharatul aish. Maharatul aish yani ni ile mtu kufanya nini, kuchukua zile masomo na kuchukua zile ujuzi na nyenzo za kujua kuishi na watu. Asante, na nyenzo ambazo kwamba zinaweza msaidia kuishi na watu. Sio kila mtu anaweza kufikia hiyo Maulana. Lazima mtu aingie darasani au afuatilie hadithi au afuatilie masuala fulani ili aweze kujua kuishi na watu. Ya kwanza kabisa ni lazima wakati ambao kwamba mtu anapoishi na mujtama, nukta ya kwanza ni lazima awe ni mwenye kutambua thakafa ya wale ambao kwamba anaishi na wao. Thakafa ni kitu muhimu sana. Yani ile utamaduni ambaye kwamba wale watu wanaishi nayo ni lazima awe ni mwenye kuitambua, hata kwa uchache zaidi, kudurusu ile hali, kujua vipi anaweza kuingiliana nao. Naam. Sheikh, tupatie fursa kidogo. Ndio. Tuende mapumziko mafupi alafu turudi. Inshallah. Ndugu mtazamaji, tunaendelea kuisikiza mada hii ambayo ni muhimu kwetu ya kuweza kufahamu jinsi ya kuweza kujienua na kujenga utu wetu na shakhsia yetu. Baada muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarudi kwako tukiwa naye Sheikh Ahmad Haji. Usikae mbali. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود،
فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود. Assalamu alaikum warahmatullah. Karibu tena ndugu mtazamaji kwenye ukumbi wetu huu, tukiwa tunaangazia swala la kujenga utu wako na shakhsia yako. Sisi ni wanadamu ambao tumeumbwa ili kuweza kuishi na wanadamu wenzetu. Tumeumbwa ili kuweza kuishi kwenye jamii kwa pamoja. Ni vipi baina yetu tunaweza tukatengeneza utu ambao kwamba utakuwa ni wenye kuisongeza jamii yetu mbele? Kwa sababu kupanda kwa jamii ni ile hali ya utu wa kila mmoja wetu kusongea na kuwa na daraja ambapo kwamba inafaa na kuishi vile ambavyo nusus za Mwenyezi Mungu na vitabu vya Mwenyezi Mungu na sheria za dini yetu tukufu ya Kiislamu zimetutaka tuishi. Vipi tutaweza kuujenga utu wetu na kuufanya kuwa bora popote pale tulipo? Karibia pamoja nasi kwenye sehemu na awamu ya pili ya kipindi hiki ili tuweze kusikia zaidi kutoka kwake Sheikh Ahmad Haji. Inakuwaje ishu? Sheikh Ahmad, karibuni tena kwenye sehemu ya pili. Tumetoka kuzungumzia swala zima la mwanadamu na vipi anaweza akaingiliana maisha yake na jamii. Asante. Anafanyaje? Shukran. Kwanza umeeleza kwamba si jambo la kuepukika. Si jambo la mwanadamu kimaumbile. Kwa alivyoichukua kutoka kwa waliokuwa baba zake na babu zake na babu ya babu zake. Ameumbwa kwamba aweze kufanya nini? Kuishi na jamii. Kuishi na jamii. Bitaba. Na maumbile yake pia inamsukuma lazima aishi na jamii. Sasa tulitaja nukta ya kwanza na tukasema tutaweza kuna nukta kama 15 ambayo kwamba yule anaishi na jamii ima jamii yake kawaida au jamii ambayo kwamba sio jamii yake, ni lazima awe ni mwenye kuyadurusu hizi nukta. 15 points, Sheikh. 15 points. Na pia kuna zingine ambazo kwamba inaweza ongezeka, lakini hizi ni nukta muhimu sana ambayo kwamba anaishi na jamii ni lazima awe ni mwenye kuyazingatia. Ya kwanza kabisa ni kujua thaqafa, yani kujua utamaduni wa ile jamii yake, kujua utamaduni wa ile jamii ambayo kwamba yeye anaishi ndani yake. Katika kujua utamaduni itamsaidia mambo mengi sana katika kujua utamaduni. Hataweza kuvuka utamaduni wa ile jamii ambayo kwamba yeye anapokuishi. Sio kwa urahisi. Naam, sio kwa urahisi. Wanasema katika lugha ya Kiarabu, lakini baadaye tutakuja, baada ya kutaja hizi mambo 15, tutakuja na dalili ambazo kwamba zinaonyesha haya masuala ni muhimu sana katika kila nukta hizi. Kuna neno ambayo kwamba wanasema katika lugha ya Kiarabu, man arifa lughata qaumin amina min sharrihim. Yule ambaye kwamba atakayejua lugha ya watu, amina min sharrihim, atakuwa ni mwenye kuwa mbali na shari yao. Sasa wanasema man arifa lughata qaumin, hii lugha maana yake nini? Lugha maana yake ni thaqafa, utamaduni. Sio tu wanavyozungumza, sio tu vile wanavyoongea, system yao ya maisha, system yao yote ya maisha. Na katika thaqafa inabeba nini? Lugha. Katika thaqafa utamaduni wao inabeba lugha ambayo kwamba wanayoongea. Kwa hivyo Maulana, pia itakuwa ni vizuri ukienda sehemu ambayo kwamba watu wana mfano ukitembea kule Kisumu, ukitembea kule kunaitwaje kule Uluyani, ni vizuri sana udurusi hizo lugha vizuri. Ni kweli Sheikh, ni kweli. Lakini sasa Sheikh, baadhi ya lugha ni ngumu Sheikh. Baadhi ya lugha ni ngumu. Unataka ujifundishe lakini iko lugha unaweza toka pale ulimi uko na vidonda, umejiuma kila siku. Ama meno yamepungua. Kuna bwana juzi tulikuwa tunaongea kuhusiana na lugha yao. Yeye anasema lugha yetu ni nzuri, ni ngumu. Ni nzuri lakini ni ngumu. Kwa ajili lafdhi nyingi wanaongea kwa mapua. Alafu ya kwanza, ya pili hawana shin. Yani hawana shi. Kabisa. Hebu niambie hiyo lugha itakuwaje? Shin hakuna. Shin hakuna, hawana katika hiyo lugha yao. Unajua Afrika, kwa lugha tukizungumza kwa lugha hususan tukija kwetu sisi kama kwa bara la Afrika. Naam. Alhamdulillah lugha zipo nzuri kweli.
na ni issue na pia utamaduni, hasa thakafa na lugha. Ni vitu ambavyo kwa Afrika labda kwa hii miaka ya sasa hivi, lakini thakafa imekuwa ni jambo ambalo linatiliwa maanani sana. Yani unapata unakwenda sehemu hata kabla hujaenda, unapokutana tu na mtu mwenyewe sehemu yoyote nje ya pale anapoishi, nje ya Afrika kwa mfano, unakutana na mtu kwa jinsi anavyoishi inatosha kukuonyesha kwamba huyu ni mkazi wa kutoka eneo fulani, ni mtu wa jamii fulani, kwa sababu thakafa ilikuwa nzito, inaingiliana na mfumo wa maisha ya mwanadamu na mfumo wa maisha yake. Sasa lugha zingine ni ngumu Sheikh Afrika. Inafika pahali lugha Sheikh unasikia paka iko na vitu vinagonga gonga ndani ya mdomo. Unasikia na vitu kama hivyo. Sheikh acha. Si mchezo. Unabidi tu uache. Labda ufuate zile thakafa alafu lugha uachie. Uache wenyewe. Ni mfano saizi katika Afrika imeeleweka na imezoeleka kwamba wale ambao kwamba wanavaa kofia mashallah kama hii yenu inang'ara, ni watu kutoka East Africa. Ni watu kutoka East Africa, unaona. Ndio hivyo elimu Sheikh, utamaduni wao yani ndio hivyo. Naam. Mkituongezea maarifa vizuri Sheikh, tutasongea mpaka tuanze kuvaa hivi mlivyo. Tuendelee Mola. Tuendelee, naam. Kwa hivyo thakafa kujua jinsi ya kuishi na thakafa za watu fulani au kuwa mutale, yani ile tu kujua kwamba hawa thakafa yao ni hii. Nukta ya pili ni kujua vipi wanaamiliana katika maisha yao ya kawaida, yani muamala wao baina yao kwa wao wanaamiliana vipi. Yani huyu mfano ukianza katika biashara wanaamiliana vipi, ukikuja katika masala ya ndoa wanaamiliana vipi. Kwa ajili utakapoenda sehemu fulani masala yao ya ndoa ya kuoana wao kwa wao ni tofauti na sehemu nyingine. Naam, utapata sehemu nyingine pia ni tofauti na sehemu nyingine. Sasa ni lazima pia yani ni vizuri ujue hawa katika masuala yao ya kuamiliana kwa wanaamiliana kivipi, na hapo ndio itakusaidia pia kujua hawa vile wanavyoamiliana masala na hela. Utajua kwamba hela yao iko hivi na hivi na hivi, utakuwa utagundua mambo mengi sana kuhusiana na swala zima la hilo jamii. Alafu pia nukta ambayo kwamba ni muhimu Maulana ni maarifatu aqaidihim, yani kujua imani yao, wanaamini nini, wanaamini nani. Hizi ni katika zile 15 points. Hii ni ya 3. Sasa bado zingine wanaamini vipi, yani kwa ajili utapata kuna jamii ambayo kwamba ukienda utapata hawa wanaamini mtu fulani ndio Mungu wao. Ukienda katika jamii nyingine hapana, si mtu fulani, utapata hiki kitu fulani ndio Mungu wao. Ukienda katika jamii nyingine utapata la si hivyo, utapata hawa jamii hii wanaamini kwamba kuna Mungu wao ambaye kwamba haonekani, ambao kwamba pengine utapata ni Waislamu ndio wanaamini hivyo kwamba wako na Mungu, lakini Mungu wao haonekani na Mungu wao ni kadhi, ni mweza na vitu kama hivyo. Sasa lazima kujua wanaamini imani yao kwa kiasi fulani, wanaamini kitu kipi. Naam. Kwa hivyo hapa amina min sharrihim kusudia kwamba atakuwa amejitoa kwenye ile ishkali ya kuingia kwenye matatizo yanayotokana na ile kwa ajili utakapojua Mola, yani ni kama amejiongoa. Asante. Utakapojua imani ya hawa watu utaweza kujua jinsi ya kuishi na wao. Juzi tulikuwa tunaketi, ikawa kuna bwana akatuma baadhi ya video yani utapasuka ukicheka kwamba jirani yangu mimi ni Mungu wake ni huyu, jirani yangu mwingine Mungu wake ni mwingine, jirani yake tena Mungu wake, yani katika hiyo flat kama nyumba ni 10 inamaanisha kila mmoja yuko na Mungu wake. Lakini katika yote na yote ni lazima uwape heshima na imani yao ambayo kwamba nafanya nini, wanaamini. Sasa inamaanisha kwamba ili uweze kuishi katika jamii hiyo ni kwamba umpatie mtu heshima yake na kitu ambacho kwamba anachoamini. Unakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ingawaje tulisema hizi dalili tutakuwa wenye kuzitoa baadaye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tasubbu alladhina kafaru. Natija yake nini? Fasubbu Allah adwan bighairi ilm. Usitukane wale ambao kwamba waliokufuru
Utakapowatukana watamtukana Mwenyezi Mungu bila nini? Pasina kujua. Kweli Sheikh, unaona hii kadhia nzima ya kuweza kutaka kuifahamu vizuri akida ya watu fulani, nafikiri lau tutaiweka kwenye system yetu ya maisha itakuwa vizuri sana. Leo hii mmoja katika matatizo makubwa yanayopatikana ya kijamii, kutofautiana na mitafaruku ya kijamii inayotokea, mengi utapata yanatokana na masala ya madhehebu. Ni kweli. Dini ni chache. Dini lau tutazihesabu sasa hivi katika ulimwengu, pengine ikienda sana ni kama 5, 6, 7. Haziwezi vuka zaidi ya dini kama 10. Pengine hizo zingine zile zisizojulikana. Lakini angalia kwa hizo dini chache, kila dini moja, tuchukue Uislamu kwa mfano na Ukristo, ambazo ndio dini mbili ambazo ni raij, ni maarufu. Ndani ya Uislamu peke yake tuna madhehebu mangapi? Ni kweli. Madhehebu nafikiri kadhaa si chini ya 4. Unaona? Ya imani hiyo ya Kiislamu, wanaamini Mungu ni mmoja, kitabu ni Qur'an, kuna mitume kadha wa kadha, lakini wanatofautiana kwenye fikra za hapa na pale. Katika dini ya Kikristo pia ni hivyo. Watu wanaamini kwamba kulikuwa na kadha wa kadha, kitabu ni Injili, lakini kuna tofauti za fikra na nini. Huu tofauti kuna wengine kidogo wanaupeleka level ya juu. Shekhe, nikikwambia sasa hivi kuna mtu anaweza, kwa sababu tu ya kwamba huyu fikra yake ni tofauti na yangu katika hii dini, si msalimi. Ni kweli. Lakini lau ataniita kwenye chakula, simwamini kwanza, alafu sitowahi kukaa chini na yeye tukala pamoja au kutembea pamoja na inaweka takriban misimamo isiyokuwa na haileti ile wanasema positivity katika jamii. Vipi tunaweza tukaishi pamoja? Sawa, wewe unaamini hivi, mimi naamini hivi, lakini kuna uwezo wa sisi kuweza kukaa chini na kutoa tofauti zile, kuziweka zile tofauti kando, turudi, kwa sababu tupo kwenye maisha bado, pamoja na imani yako ya kiakida, lakini maisha yanaendelea. Leo hii tunahitajiana kiuchumi, tunahitajiana. Mwanadamu hakuna mwanadamu asiyehitajia mwenzake. Kwa mfano, umetoa mfano mzuri wa majirani. Wale majirani wanavyoishi vile na tofauti ya imani zao, huyu anaamini Mungu huyu na huyu na huyu, ina maana mwisho wa siku hakutatokea matatizo, watahitajiana. Yapo Sheikh. Kesho kuna kadha itatokea, utakuja unisaidie na mimi nitakusaidia. Kwa hivyo nafikiri lau tutapunguza kidogo hiyo misimamo za kikadi, mimi kwa vile uamini hivi sitaki kuona, ambazo kwamba hizo misimamo pia wakati mwingine ina athari katika kuamiliana kijamii. Hizo misimamo kikali wanaita tatarruf katika lugha ya Kiarabu. Hizo misimamo sio sahihi. Ni kwamba huyu mtu ni dhehebu fulani na huyu mtu ni dhehebu fulani, lakini mimi kando na siku naweza toka katika nchi yako, kwa hivyo tunaitwa mfano watu kutoka nchi fulani. Mimi naweza toka kabila yako, kwa hivyo tunaitwa watu kutoka kabila fulani. Mimi naweza itwa ndugu yako kwa baba na mama, lakini mimi nikaitwa fulani, nikaitwa mtu fulani, lakini damu yetu ni moja. Hakuna haja kuweka hizo tofauti. Hakuna haja kabisa. Na ndio maana mtu atakaporudia hizi nukta katika njia ya kuishi, atakuwa ni mwenye kuona kumbe maisha ni rahisi sana, tena sana. Unaona, hakuna haja kumkufurisha huyu, hakuna haja kumkufurisha huyu. All in all ni kwamba tukubaliane, tuna utofauti, lakini lazima maisha iendelee mbele. Ni lazima maisha iendelee mbele. Wafi akidatihim. Naam. Kwa hivyo kujua akida ya mtu ni muhimu sana, ili uweze kuishi naye katika msingi kwamba huyu akida yake ni hii, mimi namheshimu. Kivyo vote vile atakavyokuwa, mimi namheshimu. Na hata tukirudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ametufundisha hivyo. Yani ametufundisha jinsi ya kuishi na mtu ambaye kwamba si Muislamu. Ametufundisha na kuishi na watu ambao kwamba hata imani hawana. Ametufundisha hivyo mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hiyo ni ya tatu, nukta ya tatu. Nukta ya 4 ambayo kwamba ni muhimu sana, mtu popote pale ambapo kwamba si Muislamu, si Mkristo, yani sio mtu yoyote ambaye kwamba hii ni masala ambayo kwamba inakubalika kiakili, ni kwamba ni lazima ajue misingi ya uongozi wa ile nchi ambayo kwamba anaishi kabisa. Ajue misingi ya ile nchi, ndo asiwezi kukeuka asiwezi kukeuka zile masharti ya nchi ambayo kwamba anakuwa ni mwenye kuishi. Mathalan, kuna nchi zingine ambazo kwamba uhuru wao, tuchukulie mathalan shisha.
Shisha ni kitu ambacho kwamba katika nchi zetu za East Africa utapata imeharamishwa. Shisha hii unakusudia Sheikh, ambayo inatumika ya kuvuta, sio? Hii shisha ambayo kwamba ni ya kuvuta hiyo. Wanaita argil. Lakini utapata katika nchi zingine ni kitu cha kawaida. Naam, ni kwamba nchi za wenzetu Arabu, sana nchi za Kiarabu wamekuwa wakitumia sana. Wanatumia zaidi. Lakini sasa utapata katika nchi zetu ni kwamba imepigwa marufuku, ambayo kwamba pia tunasii vijana. Zama hizo kabla shisha kulikuwa na vitu wanaita kiko. Nakijua kiko Sheikh? Sheikh, mimi najua kiko. Ni kitu fulani hivi nafikiri kwa kitengeza na mbao. Asante. Kinakwenda kirefu kidogo. Alafu mbele inajitengeza vizuri. Alafu mbele sijui kuna vitu vinaandaliwa pale ndani. Sheikh, ukivuta kama tatu tu. Sheikh stories zitashika. Kiko zama hizo kiko. Nafikiri polepole ikaenda mpaka sasa wakaanza kutengeneza ule mtungi na ndio ikafikia hapa kwenye shisha. Kwa hivyo jamaa wanafurahia. Sheikh, kwanza sisi tunawasii vijana. Ni nasaha tu katika vijana ambao kwamba wanainukia. Pengine Gen Z wale ambao kama wanatusikiza. Si Gen Z tu, kuna watu wazee wanatumia kabisa. Hivi vitu zina madhara katika afya ya mwanadamu. Hizi vitu ile ukweli mbele tutaona katika uchambuzi. Hizi vitu zina athari mbaya tena kali. Kwanza athari kwenye afya naam ya mwanadamu, lakini athari zaidi inakuja kwenye jamii nzima. Sababu wanapoathirika mmoja, wawili, watatu. Ndio. Mwanadamu ni kama kiungo cha jamii. Kinapo dhurika kiungo kimoja, mwili basi inamaanisha mwili mzima unakuwa kidogo una matatizo. Asante. Mtume pia katika hadithi anasema kwamba yani watu ni kama, yani Waislamu ni kama asnan misht, ni kama meno ya kichana. Naam. Ikiwa moja basi inamaanisha yote itakuwa imedhurika. Hakitumiki tena. Sasa kujua msingi wa uongozi wa nchi ni kitu muhimu sana. Uongozi wa nchi pale popote pale. Hii wameharamisha, yani hii wamekataza na hii hawajakataza. Hii wameikubali na hii hawajaikubali. Kujua msingi wa uongozi wa nchi ni kitu muhimu. Alafu nukta ya 5 ambayo kwamba pia ni muhimu sana yule anaishi na jamii kutambua ni kwamba ni lazima ajue maarifatu rasi malihim. Ajue income ya nchi ni income ina gani? Maarifatu rasu mali. Rasi malihim. Yani kujua ile income ya nchi yake ambayo kwamba anaishi. Nchi yangu inategemea majani chai. Kwa hivyo ndio kitu ambacho kwamba nchi yangu inaingiza hela zaidi. Nchi yangu inategemea maua. Kwa hivyo inamaanisha kwamba maua ni miongoni mwa vitu vinavyosaidia nchi yangu kufanya kukua. Nchi yangu inategemea mathalan samaki. Kwa hivyo inamaanisha kwamba samaki ni miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vinasaidia nchi yangu kufanya kukua. Ni kwa nini Maulana tunasema hivi? Kwa sababu ikiwa mimi kama mimi nitasafiri kwa nchi nyingine, ninaweza saidia nchi yangu kwa njia moja au nyingine kibiashara. Nitajua kwamba kwa nchi yangu kuna majani, kwa hivyo pia nitapigia kipato nchi yangu iwe ni yenye kuuza majani katika nchi ambayo kwamba mimi nipo. Yani biashara ya nchi iwe ni biashara nchi yako iwe ni yenye kuweza kupanuka zaidi. Kwa hivyo kujua rasilimali ya ile nchi yako ni kitu muhimu tena zaidi. Naam. Asante. Hiyo ni nukta ngapi? Hiyo ni nukta ya 5 Maulana. Ya 5. Nukta ya 6 ni kuweza kujua zile sheria ambazo kwamba nchi wameweka. Zile had ndo sheria. Zile hudud. Kabla hujafika jua sheria za wenyewe. Naam, jua sheria za wenye nchi. Kwani kuvuta bangi inaruhusiwa? Naam. Lakini hapa hairuhusiwi. Hapa ulipoingia hairuhusiwi. Lolote likikutokea usilaumu mtu. Kwenu labda madawa za kulevya. Tutoke kwenye madawa ya kulevya. Kwa mfano kuvaa suruali fupi. Naam. Na kutembea ukiwa na kinyasa. Watanzania nafikiri wanaita pensi ama bukta zile. Kuna bukta. Watu wa Mombasa wanatumia bukta. Lakini watatuambia baadaye. Tanzania nafikiri watatuambia baadaye. Huwa ni pensi, ni bukta, ina majina mengi. Lakini wanasema ni design nzuri, Sheikh, unatembea rohat, uko murtah, unapigwa na upepo na nini. Iko sawa.
Naam. Lakini kuna nchi ukikanyaga ukitembea hivyo Watu wanakuangalia. watu wanaacha kazi zao wanakufuata kule unakoenda, wanashindwa shida iko wapi? Shida iko wapi? Mbona unavaa hivyo kuchi bana? What is going on? Lakini Na ni nguo tu peke yake, ni nguo yani. Kwenu ni sawa kuvaa hivi, kwa mfano nguo fulani ni fupi ni nini? Huku ulipokuja kisheria, kwa sheria zetu, ima ni sheria za kisocial ama ni sheria za wanasema hukumati, zile za kisheria za kiserikali, hairuhusiwi. Kwa hivyo fuata sheria kulingana pale. Unasema kwa Kiingereza mfano mzuri ama msemo mzuri ule, when you go to Roman, do what the Romans do. Unapofika kule Ureno, Roman na wapi nani Roman, fanya wanachokifanya wale watu kule. Kuna unanikumbusha kisa moja, sio kweli lakini ni katika nini, unanikumbusha kisa moja kwamba kuna bwana alienda mji fulani, akakuta watu wako katika swala, lakini mguu yao moja mguu wa kushoto wameanua juu. Sasa akashindwa msikiti, kwa nini watu wote wanainua mguu juu? Sasa yeye alipoingia msikitini pia yeye akaamua kuinua mguu wake juu. Lakini sasa sema shida si kuinua, shida vipi atarukuu? Sasa angewafuata wale wanarukuu vipi kwani? Sasa kumbe matatizo si kwamba walikuwa wanafanya hivyo kwa ajili nini? Kuna watu wawili watatu kumbe maumbile yao ilikuwa ni hivyo. Sasa ili waoneshe kwamba waoneshe kwamba pia tuko pamoja, tuko pamoja, wao pia wakawa wenye kuinua maguu yao ya kushoto. Wana Maulana. Kwa hivyo ni kujua mipaka ya nchi kwamba wewe ukifanya kitu fulani ni makosa kabisa, unaweza shikwa, unaweza fanya nini na vitu kama hivyo. Nukta nyingine Maulana, hiyo ni nukta ya 6. Tuende nukta ya 7. Ni kwamba ni atakayuf, ni kujaribu kujiweka na mashairi ya mujtama ambayo kwamba unaishi ndani yake. Yaani ile hisia ambayo kwamba mujtama wewe uliko, ni vizuri uende na hisia yao. Wakati ambao kwamba wao wanahuzunika, pia jaribu wewe kuwa pamoja na wao. Naona Maulana anatabasamu nafikiria hiyo swala ndiko. Unafikiria ile swala? Yani kuna wakati ambao kwamba mfano inaweza tokea kitu katika ile mujtama ambao kwamba unaishi, ambayo kwamba mtu mmoja akafariki au mtu akafariki, basi pia wewe uende na ile hisia ya wale ambao kwamba wako pamoja na wewe. Wakati ambao kwamba wao wako katika huzuni, nenda na wao. Wakati wao wako katika furaha, nenda na wao. Lakini ni muhimu sana na sana kutovuka mpaka ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sheikh, tuna dakika 2. Naam. Hata kama nukta hazitaisha, lakini tunakoelekea ni kuonyesha kwamba hivi ndivyo wewe kama mwanadamu unapaswa kuzingatia. Haya ndio unayopaswa kuyazingatia. Haya ndio yale ambayo tunapaswa kuyazingatia tunapokwenda kuishi na jamii isiyokuwa jamii yetu. Umesafiri, umeenda mji wa mtu, nchi ya mtu, sehemu ambao hujulikani, lakini ukapata aina fulani ya maisha. Haya ndio tunapaswa kuyazingatia. Sasa katika nasaha ya mwisho Maulana, ambaye kwamba tunaweza ni muhimu sana, miongoni mwa nukta za kuishi na jamii ambayo kwamba mtu anafaa kuishi, ni kutopoteza wakati. Time ni kitu muhimu sana. Wakati ambao kwamba unapoishi katika maisha yako, usijaribu kupoteza muda wako, ambaye kwamba ndo changamoto la swala la leo. Vijana wengi wanapoteza muda wao. Tunatumia vipi muda wetu? Na inshallah itakuja somo tu hasa vipi tutaweza tumia muda wetu mwingi unapotea hivyo, ambayo kwamba tutakuwa ni mas'ul siku ya kesho katika muda wetu, katika umri wetu, muda tumetumia vipi. Kwa hivyo ni kitu muhimu sana wakati ambao kwamba mtu anapoishi na jamii, awe ni mwenye kuepuka kupoteza muda wake. Asante Sheikh Ahmad, tunashukuru sana. Inshallah Allah apatie fursa, nafasi na elimu zaidi. Tuweze kufaidika zaidi kutoka kwenu. Inshallah. Ndugu mtazamaji, kama ulivyosikia kutoka kwa Sheikh, amedokeza
kwamba moja katika vitu muhimu, tukimalizia katika zile nukta muhimu, ni kuweza kuangalia na kutunza muda wetu. Ningekuwa nipo sehemu yako, ningetafuta nafasi tena siku na wasaa na time kama leo nikakaa mbele ya runinga ili niweze kusikia hii nukta muhimu, kwa sababu tutakapojua kuitumia nafasi yetu na muda wetu, ndo nafasi au ngazi ya kwanza ya sisi kuweza kufanya nini, kuanza kupanda juu katika kuendelea ki-personality, shakhsia, na vile vile kuendelea kijamii, kiuchumi na kadhalika. Shukran sana ndugu mtazamaji kwa nafasi uliotuweza kutupatia na kuweza kutusikiza. Tunataraji kwamba umenufaika, umefaidika. Kama kuna lolote tumelizungumza kutoka upande wetu halijawa ni munasib, utatusamehe, na sisi pia kwa yale ambayo mtakuwa mnayazungumza na tuyasikii pande hivi tushawasamehe. Lakini hadi fursa nyingine itakapopatikana tena, hatuna budi kutoka studioni kwa niaba ya Sheikh Ahmad Haj na kutoka kwangu mimi Hussein Maravino, tunawaaga fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.